Wananchi mkoani Singida wametakiwa kutumia nishati safi ya kupikia ili kutunza mazingira na kupunguza gharama za maisha. Wito huo umetolewa na afisa huduma kwa wateja wa EWURA-CCC mkoa wa Singida, Geoffrey Sokesia, wakati akizungumza na viongozi wa halmashauri ya kijiji cha Mandewa, manispaa ya Singida katika kikao cha kawaida. Sokesia amewahimiza wananchi kuachana na matumizi ya kuni na mkaa, badala yake kutumia nishati safi ya kupikia kama gesi, majiko banifu na umeme, akibainisha kuwa hatua hiyo itasaidia kulinda mazingira, kuokoa muda pamoja na kuboresha afya za familia. Tukipata changamoto, taasisi hii ya sisi ni sauti ya wananchi. Sisi tunaongea kwa niaba ya watumiaji. Tuzungumzia watumiaji maana yake ni sisi sote walio nyumbani huko na hata sisi kwa wote sisi watumiaji. Kwa tukipata changamoto zile watu tunazipeleka, ndugu zangu wazungumza, tunapeleka kwa taasisi sahihi ambazo zinatoa zile huduma ili uweze kusaidiwa. Lakini wakishindwa kusaidia sasa, tunasema serikali itaweza taasisi kwa sasa. Kwa sababu una kesi na TANESCO utaweza kupambana peke yako, umeenda mara 10 umeshinda. Ndio unakuja kwetu sasa tuweze kusimama badala ya kwako wewe na kuweza kusaidia uweze kupata haki yako ya msingi, na jukumu letu kubwa la msingi kutetea watumiaji wa huduma za nishati na maji. Sawa jamani? Yes. Lakini sasa kingine cha kuzungumzia mimi ni swala la ajenda ya kitaifa, swala zima la matumizi ya nishati safi za kupikia. Nadhani hii nafikiri inapiga kelele sana na inahimizwa sana sasa hivi, lakini pia inahamasishwa wananchi sasa kutoka kwenye nishati za zamani zile ambazo sio safi, wahamie kwenye nishati safi za kupikia. Nishati hizo ni zipi ambazo ni safi? Kuzungumzia nishati safi, tunazungumzia nishati ambayo haina madhara. Nishati ambayo unaweza kutumia kupikia lakini pasipokuwa na madhara yoyote. Na nishati ambayo ina faida. Kwa kuzungumzia nishati safi, mifano mojawapo matumizi ya gesi za kupikia. Sasa hivi tunatumia gesi za kwenye mitungi ambazo tunasema LPG, ambazo zitokanazo na mazalia ya petroli. Ndio nyingi ambazo tunazitumia sehemu mbalimbali. Na ndio serikali inahimiza. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunapika kwa nishati safi. Pia matumizi ya umeme. Sasa hivi nadhani yamekuja majiko ya kisasa. Majiko ya kisasa wanasema majiko janja ambayo yenyewe matumizi yake umeme ni kidogo sana. Yameshaanza kufika Singida. Mimi mwenyewe ninalo jiko. Matumizi yake umeme ni kidogo sana kulinganisha na ile jiko la kawaida ambalo linakula umeme mwingi. Kwa hiyo pia inahamasisha wananchi tuanze kutumia aina hizo za majiko. Lakini pia tutumie majiko banifu. Inaweza kama mkaa huo, lakini ni jiko ambalo linatumia mkaa kidogo sana. Juzi nilienda na mfua pale kwa nyuma pale kwa jambo anaweza majiko ambayo anatumia oili, hii oil chafu ya magari. Kisha tulika kwenye gari kitoka ile oil anaitumia. Chupa kama hii pia anaweza kutumia mwezi mzima. Kwa hiyo tunasema nishati ambayo ni banifu, ambayo inaokoa pia fedha lakini pia inasaidia kutunza mazingira. Kwa hiyo tunazungumzia umeme, lakini pia kwa mkaa ambao unaweza kufanya karatasi, kingaza koto hujafika, lakini yote kwa tunahamasisha wananchi waweze kutumia nishati safi. Kwa nini tumia nishati safi? Tunasema kwamba lengo ni kwamba tuachane na nishati za zamani, kwa mfano kuni, mkaa na nishati zingine ambazo zinaambatana na moshi. Faida zake, faida ya kwanza tunasema tunahamasisha watu kutunza mazingira. Tunasema leo sisi tuko duniani. Hii tunaamini miaka inayokuja kwa kizazi kingine kitakuja. Basi kione huu uoto, kione haya mazingira. Tukikata yote miti yote itakuwa jangwa, kizazi kitakuja hakitapata hizi rasilimali. Kwa hiyo tunahamasisha wananchi wasikate miti ovyo, lakini penye lazima tutakata. Pili, pia masuala ya matumizi ya mkaa hivyo yenyewe pia yanasaidia kutunza mazingira. Lakini cha zaidi kabisa ni masuala ya afya. Masuala ya afya. Tunasema miti unapotengeneza kuni inakuwa ni miti aina mbalimbali. Yote moshi basi ya miti na sumu. Lakini hivyo kwenye mkaa. Lakini tukisema faida sasa za kutumia hii nishati safi na nishati, tuseme tu mfano gesi, matumizi ya gesi lakini pamoja na matumizi ya kuni au mkaa. Tunasema wakina mama ndani wanafahamu, anayetumia gesi ataokoa zile jamani. Atapika haraka. Kwa upande wake, mjumbe wa kamati ya watumiaji wa huduma za nishati na maji ya EWURA-CCC Evarista Lucas amewasisitiza wananchi kusoma kwa makini masharti na maelekezo yaliyopo kwenye mikataba wanapoomba kuunganishiwa huduma ili kufahamu haki na wajibu wao kama watumiaji. Unapoenda kuomba ile huduma, kuna mkataba unapewa. Mara nyingi sisi tunachukua ile kama karatasi, unaangalia wapi pa kuweka saini, unaweka saini yako, karatasi unaweka kwenye kabati, unasahau. Lakini kuna masharti yamewekwa pale kwamba ile huduma ukishalipia, umefanyiwa tathmini, unatakiwa ipate ndani ya muda gani. Na usipoipata nini kifanyike? Wewe unatakiwa udai fidia
Sasa kama hujasoma, haujui yale, nani atakulipa fidia? Hakuna mtu mzalendo kiasi cha kwamba bali nimekuchelewesha kulipa maji, nitakiwa nikulipe 50,000, nitakiwa nikulipe 30,000. Hakubiana kuacha hivyo. Kwa hiyo unapoteza haki yako kwa sababu umekosa kutafuta nini? Kutafuta maarifa. Lakini pia kwenye umeme naye ni hivyo hivyo, kwamba unaenda kuomba maunganisho ya umeme, unapewa ile karatasi, ule ni mkataba. Na mkataba ni makubaliano kati ya mtoa huduma na wewe mteja. Kwa hiyo unatakiwa utunze. Ujue siku umeme wakinikatia TANESCO au wakakata umeme ghafla na vitu vyangu kwenye friji vikaungua au nyumba yangu ikaungua, natakiwa niende TANESCO wakanipe fidia. Lakini kama ujui, ndio yale tunabaki kusema tu, TANESCO yani zima washa. Mwingine utasikia huko mtaani watu wanasema leo si nani kaingia zamu anajifunza kuwasha switch na kuzima. Lakini kumbe unatakiwa ulalamikie nini? Zile huduma bovu. Tuache kufanyaje? Tuache kunung'unika. Kwenye upande wa mafuta pia tumezoea, tunafanya vitu vingi kwa mazoea. Mtu ana gari yake, anaenda kituo cha mafuta, anafika mafuta, nijazie 5,000, nijazie 10,000, achukue risiti, anaondoka zake. Ukifika huko mbele gari yako imeharibika, ukimrudia yule mtu atakukubali? Atakukataa, kwa sababu hakuna mtu anapenda biashara yake iharibike. Kwa hiyo hata tunaponunua hizo bidhaa, basi tuombe nini? Tuombe kupewa risiti ili kusaidie pale utakapokuwa umepewa ile huduma ikakuletea shida kwenye chombo chako cha moto, unajua mimi nitarudi kule, injini yangu imeharibika, mwenye kituo anatakiwa afanyaje? Anilipe kwamba nimechukua mafuta kwake kusababisha injini ya gari yangu imeharibika. Lakini pia kwenye ununuaji wa mitungi ya gesi, nayo pia tunazoea kwamba unaenda, mimi na mtungi wangu gesi imeisha, naenda tu pale dukani, mangi nataka leo nabeba mtungi wangu. Hujahakikiwa, je, ule uzito kweli ni kilogramu 16, ule uzito ni kilogramu 30 unabeba. Lakini unafika nyumbani unautumia, mbona mimi huu mtungi huwa nautumia labda mwezi mmoja au miezi miwili, mbona leo nimetumia wiki? Unaanza kugombana na watoto. Nyie mlichemsha maharage au mliacha gesi iko wapi? Kumbe wewe haukuhakiki ule mtungi kama ule uzito uko sahihi. Lakini hukuhakiki pia kama ule mtungi labda ulipewa unavuja, labda gesi imeishia njiani au umefika nyumbani gesi ikaisha. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo pia unapaswa unapoenda kununua gesi pia au kubadilisha mtungi wako, kwanza upimie, uhakiki ule uzito uko sawa. Lakini cha pili, upewe risiti kwamba utakapokutana na changamoto kama hiyo au mtungi wako unakuta sengine unavuja, unatakiwa ufanyaje? Urudishe. Kwa hiyo ukiwa na risiti ukirudisha inakuwa rahisi mtu kukubalia. Basi mnapopata changamoto kama hizo kwenye maeneo mnayoishi, wananchi wenu wanakumbana na changamoto, maji wanakatiwa kimakosa au kuna mgao usioeleweka, tunawaomba nyinyi mkawe mabalozi wazuri. Mkawe mabalozi wazuri huko kwenu, mwambie jamani, kama unaogopa kwenda SUWASA, basi kuna angalau kuna kadaraja cha kupitia, sisi tusaidie. Tuseme sehemu fulani mbona hawana maji, sehemu fulani mbona wanalalamika sana hawana maji, lakini hakuna kitu kilichotokea. Mbona sehemu fulani kuna matatizo ya umeme yasiyoeleweka, kwa sababu ni haki zetu sisi watumiaji wa maji kujulishwa na SUWASA kwamba kama kuna tatizo siku fulani kutokana na changamoto fulani. Wa umeme pia hivyo, kama kuna changamoto za umeme watuambie. Yaani ni haki yetu sisi watumiaji kutoa taarifa. Lakini tuna wajibu pia wa kutafuta taarifa. Unapoona kwangu mbona hakuna maji au mtaani kwetu mbona hakuna maji wiki nzima, uchukue jukumu la kuwapigia mamlaka kwamba mbona sisi hatupati maji. Wakati huo huo, wananchi wameshauri mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Singida SUWASA kuboresha mfumo wa maombi ya kuunganishiwa huduma kwa kuhamia kutoka mfumo wa analojia kwenda kidigitali, hatua itakayorahisisha upatikanaji wa huduma kwa wananchi. Napenda kushauri kwa upande wa SUWASA. Upande wa SUWASA ninashauri kwamba kwa sasa tunaelekea kwenye kidigitali. Kwa hiyo maombi ya kuunganishiwa huduma ya maji kidogo yangeondoka kwenye sehemu ya ujazaji wa fomu kwa kutumia karatasi, waende kwa mfumo kama upande wa pili wa huduma ya nishati ya umeme, ambaye ni umeme. Unapoomba umeme unaomba kwa kutumia digitali, ili maombi yako unapoyaomba, kwa mfano umeomba leo, mkurugenzi wa SUWASA ataona, wale wanaohusika wataona kwamba kwa nini huyu nani aliomba kuunganishiwa umeme ameomba sasa hivi ana wiki, maombi yake hayajashughulikiwa. Mwanzoni kwenye upande wa umeme, wakati wanatumia fomu hizi za karatasi, unaweza ukaomba ile fomu ya karatasi ikawekwa,
wewe kahudumiwa ile nyingine. Lakini kwa sasa ukiomba umeme online, anaona kwamba imeombwa lini na kwa nini huyu mteja hajahudumiwa. Kwa hiyo kwenye maji naye hilo swala, mtu anaweza akaomba maji leo akaambiwa mabomba mara hamna, mara tumesitishiwa huduma, asubiri kwanza. Lakini kama iko kwenye online, nadhani watafanya huduma kwa wepesi na watu watapata huduma, wananchi watapata huduma kwa wepesi. Kwa hiyo watoke kwenye analog waende kwenye digital ili wapate huduma wananchi. Nena TV, wakati wote.